Nao nisikiza nilichokwambia. Kuna mtu wewe umemkuta mjini, umemfagilia mwenyewe, mbabaikia mwenyewe, amekuwa mshikaji wako mwenyewe, umjui kwao, umjui tabia yake, umjui nini. Wewe mwenyewe umejipendekeza yani kuna yule. Ghafla mshikaji wako, unatembea naye chumbani, mnalala wote bwana, umefuata hapa, umeenda kule, mmekunywa wote, mmechukua. Kuna mtu wewe umetoka naye kijijini. Sio watu sio wale. Watu sio wale, hiyo nakatalia. Ngoja nikwambie kitu. Usiniambie kitu, ngoja. Watu sio wale, ngoja. Ngoja nikwambie sasa. Watu sio wale. Gonga moja Boban, Samata nampa 9, Masera kunjani pagamisa, walete kigodoro kwenye Inatosha. Chidi Benz. Leo nimepata nafasi ya kukaa kwenye podcast ya Chidi Benz. Kwanza mimi kama Mtanzania ambaye nakutizama niko nyumbani, ningependa uanze hata na mistari 2-3 ya nyimbo yako yoyote. Maisha yamekuwa movie, labda kesho part 2. Jana tumepita, kila kukicha ni sikukuu. Najituma na inabidi nakatiza chini juu. Only God can judge me, na only God too. Nishapotea na sijui njia gani tanrudisha, na nilipo naendelea sirudi nyuma kabisa. Mdogo wakijaa, nyavu tu nazitikisa. Nagonga moja Boban, Samata nampa 9, Masera kunjani pagamisa, walete kigodoro kwenye Inatosha. Chidi. Vipi lakini kama kawa baba, mambo nasemaje? Uhakika tunakimbia hivi. No, umepiga nini, inaitwa nini, inakuwa Valentine Day. Lakini leo tuko Money Day. Unajua sisi matajiri hatunaga Valentine, tuna Money Day. Tuna siku ya hela. Kweli kabisa. Yaani umependeza mshikaji wangu. Unamwambiaje mwanaume amependeza? Sasa usikwambie umependeza vipi? Nishakuwa na hela kawaida. Umependeza. Unaweza kuwa na hela kuvaa ujui hilo? Kweli. Wapo watu wewe unagi, kuna watu wale wana hela kinoma kikuvaa ujui. Na sio kuvaa tu, hata maisha awali. Kweli. Unakuta mtu ana pesa lakini ndio hivyo hali maisha, enjoy. How free kama sisi hivi ana demu. Sasa huyu atakuwa nani? Wapo watu hawana mademu, wana hela kibao. Unajua kuwa na demu nao pia ni kipaji. Kweli. Haijalishi, mimi nashangaga watu wanasema eti mpaka wewe na hela. Hamna kitu kama hicho. Mwanamke hataki wewe. Mwanamke haijalishi wewe nani hataki. Kiumbe gaitwa mwanamke, unakijua na ukisikia. Hataki. Sasa brother, mimi kama mdogo wako, kwa sababu mimi ni mdogo kwako, na ni mdogo kwa kila kitu. Kwa sababu maisha ambayo mimi naishi sasa hivi ni maisha ambayo wewe ushaishi way back. Umeona? Mambo ninayoyafanya mimi sasa hivi, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nakutizama kwa jicho la kutamani kuwa kama Chidi. Sasa mimi ningependa kugusa engo moja ambayo natamani Watanzania waijue. Kipindi ambacho maybe kuna watu wengi, unajua hapa katikati kuna mambo mengi yametokea kukuhusu wewe. Kuna wengine ambao ni lika la vijana ambao kipindi wanakusikiliza hakuwahi kujua kuhusiana na maisha yako kabisa. Yani walikuwa ni madogo ambao wako shuleni, wengine yani wako chini kule, wanatamani kumjua Chidi vizuri. Unajua wengi wakikuona wanajua Chidi alikuwa msanii, lakini hawajui kuhusiana na maisha yako yale ambao ulikuwa ukiishi. Sasa mimi binafsi natamani kupata baadhi ya vitu kuhusiana na wewe Chidi. Yani ilikuwaje kwanza mpaka ukaingia ukawa msanii, ukaenda pro nchi nzima, alafu baadaye ukawa na maisha ya juu. Yani step, kwa sababu kuna watu wengi wanatamani kuwa na kuna msanii yuko let me say yuko Kiela. Anatamani awe maarufu. Anatamani akishapata umaarufu apate pesa. Sio? Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo akivisikia kutoka kwa Chidi vinaweza vikamfungua na akapata ile morali ya kujua, je, Chidi ametoka kwenye maisha ya kawaida au ametoka kwenye loyal family, ametoka ni wakishua. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo watu hawajui kuhusu Chidi. Alright. Mimi naweza nikasema nimetoka maisha ya kawaida, lakini babangu ni mtu anajielewa, mwenye elimu yake kubwa nzuri. Anaweza kuongea lugha 2-3. Na alikuwa meneja
Umeona? Manager? National Housing. Okay. Umeona? Na alikuwa pia kiongozi mkubwa CCM. Mkubwa mwenye kiti huko na nini zamani. Aitwa Abdalla Mohamed Makwiro. Okay. Umeona? Alafu mamangu ni mchapakazi mmoja ambaye miaka mingi anafanya kazi serikalini. Mamangu alikuwa income tax. Okay. Baadaye ambaye ikaja ikawa TRA, nafikiri kama sikosei. Mamangu alikuwa TRA. Okay. Anafanya kazi pia. Kwa hiyo kwa malezi yangu sijalelewa, naweza nikasema sijalelewa vibaya sana. Kwa sababu lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu, wazazi wangu walifanya nini. Mama yangu alipigana sana. Baba yangu kuna muda aliacha kazi akaondoka mjini na nini akaenda kuhangaika sehemu zingine. Lakini mama yangu alibaki na mimi, kwao nimelelewa na mama. Yani mama ile kwamba vya chakula kipo. Kulala kupo. Nyumbani kupo. Shule unaenda. Vitu muhimu, yani basic needs zote zipo, ya food, shelter, clothes. Sababu hizo ndo basic needs. Watu wengi tunaishi sasa hivi kwa mambo mengi, lakini ni food, shelter, clothes. Tumesoma shule. Yani una makazi yako, una mavazi, una chakula. Kwa hiyo mama yangu amepigana sana kunilisha mpaka nikawa sawa. Kwa hivyo nilikuwa maisha ya kawaida ya mambo, siwezi kusema maisha mabaya. Kwa hiyo nimekulia hivyo, na nilikuwa napenda muziki zamani sana. Pia nilikuwa nacheza basketball, nilikuwa napenda sana basketball. Umeona? Kwa hiyo nimeishi kwenye maisha ya kusema nasoma shule, lakini naona mimi nitakuja nicheze basket ama nitakuwa mwanamuziki. Kwa hiyo ndoto yako wewe ilikuwa ni basket? Ndoto yangu ilikuwa ni basketball. Okay. Lakini kadri siku zinazozidi kwenda inabadilika, kwa sababu pia napenda sana muziki. Najua muziki ya zamani, wasanii, majina, nini, yani majina yao, shule walisoma na nini. Kwa hiyo muziki afu ni zamani kuliko, sio zamani, iko mpaka sasa hivi bendi yetu Auto Jazz Band. Msondo Ngoma. Kwa hiyo mimi anko wangu anapiga gita huko. Kwa hiyo sasa tunaenda, anko ana mtoto wake wa kike na kuna mimi niko, kwa hiyo tunachukuliwa tunaenda pale Otu mchana ile jioni saa 12 saa 1 tunaenda pale. Mimi nacheza pale, naenda pale nacheza sana stage, watu wanakuja wananitunza. Kwa hiyo hata sasa hivi nikiimba sehemu nyingi, nikifanya show, watu wananitunza sana. Nashukuru Mungu. Kwa hiyo nimeanza kutoka mdogo. Kwa hiyo nimetoka kwenye familia ya kawaida ambayo sio maisha mabaya sana. Mabaya wala sio mazuri sana, normal life. Kwa hiyo nimekuwa hivyo, niko sawa. Safari yako ya muziki, yani kwenye safari yako ya muziki, kwa sababu kuna watu wanamjua Chidi, walisikiza nyimbo zake, lakini hawajui kama eiza Chidi kuna haso zozote alipitia kipindi ambacho yeye anajitafuta. Yani kabla hujawa Chidi yule Chidi ambaye huyu ni Chidi, kuna changamoto zozote ulipitia? Nimehangaika sana muziki, nimehangaika sana. Nimetembea sana na wasanii ambao enzi mimi nahangaika, wao walikuwa wana nafasi. Naenda nao kwenye shows. Leo wapo? Wapo. Ni kama yani kipindi ambacho wewe unahangaika. Yani mimi naongelea mtu kama Professor J, umeona? Nimezunguka naye karibia nchi yote. Mikoa na vitongoji vyake, yani hizo yani kote. Ukiwa kama back vocal unajua, namfanyia Professor J. Nimezunguka na watu wengi, nimezunguka na Marem Mangwea, nimezunguka na my brother Mwana FA. Nimezunguka na watu wengi sana. Nimezunguka na Fid Q. Nimezunguka na watu wengi sana. Nilikuwa, lakini mimi nafanya back vocal yani. Hao walikuwa watu wamenitangulia. Unajua wako kwenye game mimi nipo chini, yani nafanya mafuta, lakini bado sijatoka, lakini niko chini. Kwa hiyo nimezunguka na Prof. Kwa hiyo nimepita huko, alafu pia nimehangaika. Kuna muda niendaga Kenya, nienda Nairobi. Nikakuwa naenda kuhangaika kule muziki. Nishakutana na wasanii wa kule ambao wana record. Nishai kukaa studio fulani
sioni muhimu wa kuitaja, lakini wasanii ambao nakumbuka yani wakubwa. Kwa hiyo kuna kipindi yani nahangaika yani nakaa Nairobi afu sijui nalala wapi. Unalala wapi? Okay. Kwa hiyo nakaa studio alafu jamaa wanashtuana, bwana simu inaita nani anakuita, wanatoka nje, kumbe mimi nilikuwa sijui. Okay. Kuna siku nimekaa hivi na mimi mkojo kanibana, naona mbona wenzangu tu na mimi ngoja kutoka nje au vipi bwana. Nakuta yani pale najisaidia, nakuta jamaa kwa pembeni wameka kisinia wanakula. Wanakula. Kumbe vile wanavotoka studio yani watu wanaaga, lakini wanaenda fani wanaitana wanaenda kula. Hiyo imenipitia yani kabisa yani. Kwa hiyo kijana ambaye anapitia sasa hivi life ngumu, kwanza ajue kwamba nimeanza kupita maisha hayo. Okay. Watu wanakula wanakukimbia wewe ndani. Afu yani wanarudi wanapigiana simu wanatoka nje kama hakuna kitu kinaendelea hivi, wanaenda kula wanakuacha wewe. Okay. Hiyo Kenya hiyo. Nairobi. Alafu wewe unaishi ujuu utakula vipi? Okay. Mimi unaniona. Alafu baadaye ukishamaliza pale studio nini, wale wanaenda makwao. Mimi naenda stendi. Wenzetu kule wameanza kutangulia hizi, unaona kama sasa hivi sisi tuna hizi stendi ambazo sina vile vidude mabati. Na mimi naenda pale nalala sita wazee gani mule nini, na nao tunapiga story, tunapiga story nyingi, baadaye mpaka mtu unalala. Unaamka asubuhi unasikilizia unatembea ili utoke uende wapi tena studio ukashinde studio. Na kwa hiyo nimepitia maisha hayo, umeona, nimekaa sana hivyo. Kwa hiyo ukiniambia vijana, mimi vijana nimechoka kwa shauri, unajua. Kwa hiyo mimi sitakaje kwa shauri vijana. Mimi sitaki washauri vijana, ila kuna kitu kimoja bro, kinaitwa hivi. Hata kwenye Biblia wamesema wachungaji na mapadi na manani wamekuja na mashehe kutupa habari ambayo hiyo habari ni aidha tuipokee au tusipokee, ila tuisikie. Biblia hiyo. Yani Hili Biblia aliandika nani? Na mimi mwenyewe sijui. Okay, sawa. Kwa hiyo sikiza. Kwa hiyo umeona bwana. Kwa watu ambao watu wanatakiwa tu wajue, yani kwamba pia wewe umewahi kupitia. Kwa hiyo ni either wachukue kama motivation au wasikilize kama story. Motivation vijana. Mimi msanii akija kwangu na kuangalia na kuuliza kwa shule vipi? Sio, umeelewa? Unajua shule ni uongo, lakini inabidi tuipitie kwa sababu tayari ipo kwenye maisha yako, kwenye system. Lakini uongo kwa sababu zamani unafika shule unajua zile shikamoo samda wote wewe, si bora mkae msome, mwanze kusoma. Unamsalimia mwalimu, asante, amjambo, tujambo, watu unajua, lakini system tayari iko hivyo. Kwa hiyo vijana wanachotakiwa kukifanya, wajue kama unataka muziki ni kitu kimoja ambacho kinaweza kikakuhamisha sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kinakuhamisha sehemu moja kwenda nyingine ambayo wewe hujawahi kufikiria. Sio, unanielewa? Yaani wewe hujawahi kufikiria kwamba kuna siku nitakaa ndani na wanawake 9 kitandani peke yangu, mimi na wanawake 9. Yaani hujawahi kufikiria hilo kwamba muziki na utaka sasa ishakuwa star. Zamani kwa sina demu, hawanielewi. Alafu kwa siku uweza kukaa na wanawake 9 chumbani. 9 wote wanakutaka, alafu wewe sio unakutaka tayari, wewe washakutaka mpaka umekaa nao sasa tayari washakutaka. Hayo maisha sio ambayo sio maisha mazuri. Alafu inabidi ujue kwamba kuna imani ambayo lazima uzichukue. Imani za kufanya ufate kazi unaoifanya na imani zake. Unashindana na watu ambao hawana kipaji. Umeelewa? Mtu ambaye hana kipaji yuko tayari kujitolea kwa chochote. Yuko tayari hata kuuza utu wake, kutoa kafara. Anashindana na wewe una kipaji, yeye hana. Wewe unapiga picha kama hivi tu uko sawa. Yaani kama hivi uko sawa tu, umevaa simple kama nguo, lakini inabidi aje na macheni hapa, umeelewa bwana? Macheni yamejaa, mapete nini, yani apake rangi nywele, suruali ya kijani, shati ya njano, yani inabidi, umeelewa, yeye mpaka ajiforce hivyo.
Hii kuna yeye ambaye unakaa natural na kila mtu akikuangalia huyu jamaa natural but he's just a simple guy. Simple guy, yeah. Bali anaweza mziki, yani mkali yule. Yuko vizuri. Alafu kuna mtu mwingine anajiweka anawaka mashallah, umeelewa? Lakini watu wanaona yule hajui kitu. So vijana wajue mziki ni vita. Ni game. Kila siku nasema niliongelea ni game, si ndio? Umeona ni game, kwa hiyo game ni kitu ambacho unashindana na mwenzio. Ndio maana game tayari kwa chochote. Yani game manake Manchester na Arsenal na game manake Yanga na Simba ndo game. Na kwenye game lazima tu ufungwe, lazima ufungwe mmoja. Kwa hiyo sasa unafikiri mpinzani wako game manake Tyson anapigana na Evander. Kwa manake aisa hapa mmoja anapasuliwa, anapasuka na uwawa, mmoja anapona. Mwingine anapona. Yeah, ndio. Kwa hiyo vijana wajue kutafuta sio kitu rahisi. Si umeelewa? Sio kitu rahisi. Alafu pia kama unafanya hii kazi yetu, kama unaweza usitumie vilevi. Nadhani hili lilikuwa swala zuri sana. Yani, ndio naomba nisikize. Kama unaweza usitumie vilevi. Usitumie. Kwa sababu kazi yetu ni kazi mbaya sana. Ni kazi ambayo inaingiana na sehemu za usiku, kukesha, club, party, bata. Kwa hiyo kama unaweza usitumie vilevi, inaweza kukusogeza kidogo. Lakini sio kama wewe ulikuwa bangi uvuti, pombe unywi, sio nini utumie. Afu baadaye tena umeingia unaanza kutumia. Maisha yako mafupi. Kuna baadhi ya vijana 2-3 nimeona walikuwa vijana wazuri tu, wanakiti mama, lakini baada ya kuvuta bangi hizo na manini, unaona kabisa kwamba udogo unaona mbona kama hayuko sawa. Yeah, yani kwanza vitu hivyo inatakiwa havina ujuzi. Sio kwamba eti ni vitu ambavyo utasema mimi nakijua sana. Mimi nakijua, nishavuta sana. Hamna kitu kama hicho. So umeelewa? Kwa hiyo kama unafanya shughuli yetu hii, hakikisha utumie ulevi. Shughuli ya muziki anamaanisha. Hakikisha utumie ulevi. Okay. Ila ukiona utumia ulevi, ujue unasindikiza watu. Sawa. Sasa Chidi, tulikuwa upande wa Chidi ambaye hajajipata. Kuna Chidi ambaye amejipata. Yule Chidi ambaye ndo Chidi Benz. Chidi wa Mwasiti. Chidi wa Spark. Huyo Chidi kuna mambo mengi ambayo ameyafanya kipindi akiwa Chidi. Kuna mambo gani ambayo unayakumbuka ambayo unasema yoyote yawe ni ya kuumiza au ya kufurahisha? Yani kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya ambayo watu hawayajui kipindi Chidi ndo huko kwenye piki, yani Chidi. Kuna nyimbo fulani tu nimeimba mimi na mdogo wangu Tundaman. Kuna nyimbo umeimba na Tundaman. Katika verse yake anasema mimi na msanii mwingine kamtaja mbali kwa La Familia. Tulikuwa tunavaa nguo zako. Mimi nilikuwa naweza navaa nguo mara moja. Kwa hiyo nikivua zile nguo nafu nanunua gharama. Nikivua zile nguo anaziweka ndani tu, ziko tu. Kwa hiyo wasanii wao wanaweza kaja, sababu mimi nachukua laba hii, mimi nachukua kiatu, nachukua kwa nilikuwa naweza kutoa vitu vyangu which ni mbaya. Mama yangu nakumbuka alikuwa ananiambiaga hiyo, bwana wewe vipi, mbona unatoa nguo, unatoa viatu, unatoa vitu vyako vipi? Wewe vipi? Ni kwa simuelewi. Lakini kwa atoa nguo, uwe na shida, nyumba ana namchukulia nyumba. Huyo ambaye nimesema alimtaja, nilimkuta anakaa nyumba moja na mama yake mzazi. Kamchukulia nyumba, kapanga. Yani nilikuwa nafanya vitu na wafanyia watu. Nia yetu, yani ni yangu, sio nia yetu, nia yangu ilikuwa siku moja tu, yani tumekaa wote, yani tuko 40-50, wote tuko poa, wote tuna maisha. Hiyo ndio ilikuwa dream yangu, ndio ilikuja kuniponza. Hiyo ndio ilikuwa dream yangu, yani kwamba bwana sisi wote tuna maisha, yani kwanza tunasafiri, sawa? Tunaweza kwenda mkoa wowote tukiwa tupo labda 23. Kwa magari yanatakiwa yawe 4-5, yanatiwa mafuta.
ila mshikaji, ila kodi, ila kwangu, lakini yani msafara watu wanaingia, tunaondoka. Hoteli, tutakaa hoteli, talipa hoteli nzima. Promoter hawezi, anaona jamaa kaja na watu 23 20 na nalipaje mimi hivi? Kwa hiyo mimi nalipia tena. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kazi zangu zingine za flight zingine ziko zinakodiwa. Yani unajua shakodiwa ndege, yani naenda kwenye Mistanga nafikiri. Kodiwa ndege kaenda kama bwana samahani tenda tu Pemba, kuna watu wawili tu wanashuka alafu nakupeleka wewe Tanga alone. Tumeelewa? Una fly kwenye private jet peke yako? Peke yangu. Kwa hiyo yani kufanya vitu, nimefanya vitu vingi sana. Sasa Chidi, kwa watu wengi sana. Chidi, kuna kitu hapo mimi umenichanganya. Sababu dream yako wewe ndio dream yangu mimi. Sasa naofia kwamba okay, maybe na mimi naweza nikafeli kwa sababu ngoja. Mbona hiyo dream yako ya kwamba unatamani watu 40 wote muwe na maisha, mkae mnaweza mkasafiri mkafanyaje? Unajua nilichokuja kugundua, ukishakuwa huku juu unakuwa hauna link, yani huna watu ambao unaweza kukaa nao mkazungumza kitu mkaelewana. Kwa hiyo unatamani wale walio chini wavute waje huku juu ambako wewe upo, mkae muongee lugha moja. Kwa mfano kama hiyo issue ya kutembea na magari msafara, ndo mambo ninayofanya mimi sasa hivi. Nikivaa nguo moja siwezi kuirudia kuivaa. Yani nikienda hoteli na wanangu na gang, lazima hoteli nzima watu watolewe nikae. Sasa hapo mimi unanichanganya. Mbona maisha ndo ya kwangu? Sikia kitu kimoja. Unajua mimi unajua pia kujipanga ni lazima. Naomba nikwambie kwa wewe, kujipanga ni lazima. Alafu sio kila analopata mwanaume pia mwanaume atalipata. Kweli. Sure. Sio hiyo. Ndio maana mimi nilikuwa na hivyo kabla wewe hujapata, na sasa hivi wewe umepata, mimi na kuangalia nasema safi sana. Unajua kitu kimoja, mimi nachokipenda mimi, yani naongea sijali ameangalia bosi nani wakati kawaida wa machini. Mimi nachokipenda mtafutaji, mpiganaji, ndo maisha yangu yote. Kwa ndio maana niko naweza kumpa mtu kitu kwa sababu nataka atafute. Umeelewa? Shika atafute. Mimi shagawa hela kwa watu wangu, nagawa, tumetoka nagawa hela 10,000 fulani, baadaye nikasahau, mbona mimi sijiwekei, ikakuwa imeisha. Baadaye jamani, mimi kwa sijiwekei, naomba basi naombeni nichangieni kidogo. Watu mimi na tatizo mimi nishalipa kodi, nishafanya ikashindikana. Kwa hiyo sio kwamba eti mimi basi nilipita hivyo, wewe utapita hivyo. Na dunia pia inabadilika. Chidi, wewe ngombe kitu. Dunia inabadilika lakini watu ni wale wale. Sio watu sio wale wale. Watu sio wale wale. Hiyo nakatalia. Ngoja nikwambie kitu. Ngoja nikwambie kitu. Ngoja. Watu sio wale, ngoja. Ngoja nikwambie sasa. Watu sio wale wale. Sikiliza. Sikiliza nikwambie. Kuna mtu aliyekuja aliletwa na mtu kwako. Kuna mtu wewe umetoka naye kijijini. Kuna mtu wewe umemkuta mjini, umemfagilia mwenyewe, mbabaikia mwenyewe, amekuwa mshikaji wako mwenyewe, umjui kwao, umjui tabia yake, umjui nini. Wewe mwenyewe umejipendekeza yani kuna yule. Kwa hiyo sema watu ni wale wale. No, kuna yule mtu umetoka naye wewe unakujua. Sio lazima wewe baba mmoja mama mmoja, lakini unajua huyu mwanangu huyu. Toka naye. Nao nisikiza nilichokwambia. Yani unajua mimi nimetoka naye wapi. Alafu kuna mtu wewe ulimbabaikia alipokuja mjini. Kwamba ulimuona ukababaika naye ukapagawa naye, ghafla mshikaji wako unatembea naye chumbani, mlala wote bwana, umefuata hapa umeenda kule, mmekunywa wote, mmechukua. Sasa oya, sikia nikwambie, ndio maana nimekwambia mtu unambabaikia. Kuna mtu unambabaikia, kuna mtu kaletwa na mshikaji wako. Yaani kwa mshikaji wako alimletaga yule. Alafu baadaye kwa mshikaji wako na wewe, alafu baadaye yule kagombana yule, anakuja kwako, bwana yule fala bwana, unaona anakuwa. Kwa hiyo haimaanishi eti nilikopita mimi na wewe God unakopita huko. Naweza nikapita kwa sababu
kuna baadhi ya vitu vingi unavyovizungumza ni vitu ambavyo vinatokea kwenye real life, yani kwenye maisha ya kawaida. Basi sasa unavyosema ulikuwa unaniangalia unanisikiliza, basi kumbe uniangalie unisikilize. Kwa sababu kama unaangalia unanisikiliza, jua najifunza kupitia brother. Si ndo najifunza hapa. Kwa hiyo sasa iko hivi, watu wangu ni watu wangu. La sivyo sikai na mtu, nakaa peke yangu. Watu wanaongoza kuwa na utajiri ni watu wenye roho mbaya. Mbona mimi sina roho mbaya? Ndio nisikize kwanza. Watu wanaongoza kuwa na utajiri ni watu wenye roho mbaya. Sio, umeelewa? Okay. Yaani hautomuona anaingia na dude lake tinted ndani. Mlinzi mwenyewe aongei naye. Mlinzi afungua tu gate, yeye ndani kwenye chumbani na laptop yake, simu yake na mambo yake na watu wake, ana habari na mtu. Chat na mtu, aongei na mtu. Ana watu wake tu anaosema nao, kuisha. Akitoka katoka tinted, au anaenda na kwenda tinted, anafika yani ndani. Lakini ukishaona unakaa na watu na familia na wewe unafanya hiyo, tayari wewe sio mtu mbaya. Kwa hiyo kama unapata, ujue tu Mungu anakupa, sio mtu mbaya. Kwa hiyo haimaanishi pia eti kwa sababu mimi niko na watu basi eti baadaye na God na pia iko na watu watameta. Mipango yangu mimi haikuwa sawa. Chidi, umeelewa? Ngoja nikwambie kitu. Yaani kuna vitu ambavyo mimi najifunza kwako vinanifungua. Watu ni wale wale. Yaani mimi nakwambia watu sio wale wale. Watu sio wale wale. Okay. Watu sio wale wale. Sikiza baba. Kabila kapigwa mashine na mtoto wake, si wanasema security, I don't know, security, mbona, lakini nafikiri mtu wa karibu. Lakini kuna watu wanakaa rais na watu na walinzi na nani, au mfanye chochote. Rais wetu si tunaye hapa, au mfanye chochote. Lakini rais Kabila alichenjiwa na mtu wake. Kapigwa mashine. Lakini haimaanishi eti na rais wa Mozambique atapigwa mashine na mtu na bodyguard wake. Haimaanishi rais wa Saudi atapigwa mashine na bodyguard wake. No, the way wewe unakuwa na watu wako na kurespect. Kwa hiyo kuna namna wewe mwenyewe, kuna step zako ulimiss, watu walipita pale. Yaani ulipomiss watu walipita pale. Na hao ndio wanakuja baadaye, wanakuja kuwa wabaya. Hao ndio wanakuja kusema wewe unapataje pesa? Wewe unafanyaje? Una michezo gani? Una vitu gani? Sio, umeelewa? Una majini mangapi umefunga? Una majini mangapi? Hao ndio, kwa sababu wale ndio wako. Lakini kama wewe unaishi na wale watu wako kwa misingi na unajua unaishi na nani, sio umechukua tu watu unakaa nao. Yaani unajua msamini hapa niko na nani, hawezi kupata matatizo. Okay. Ingawa binadamu atabiriki. Mimi ndo maana nimekwambia binadamu ni wale wale, kwa sababu sio wale wale, binadamu hatabiriki. Sema mimi ni mshukuru Mungu kwenye kuna kitu kanipa. Mimi snitch na kujua. Yaani nikikutana tu na pop najua Mungu amekupa hiyo. Yaani najua kabisa huyu sio mwana. Na immediately nikishajua wewe sio mwana na kukacha. Yaani Mungu kanipa hiyo kwamba mimi nikishakuona najua kabisa huyu mwana, huyu sio mwana. Safi sana kama unaweza kumjua snitch. Yaani mimi snitch namjua siku nikikutana naye tu. Ndio maana hiyo watu hawanipendi. Unajua kwa nini watu hawanipendi? Ngoja. Kwa nini unasema watu hawakupendi? Wewe si umeona kuna sehemu ukienda ukisema mimi chifu mwanangu unakuta hauvioni. Si ndio kutokunipenda kwenyewe? Ngoja nikwambie. Ungekuwa watu hawakupendi ungekuwa una hata 100 sasa hivi. Unajua watu walikuwa hawakupendi baba. Yaani hata hii 100 ungekuwa una. Watu kama hawakupendi. Acha nimeshapitia hiyo. Kwa hiyo watu sio hawakupendi. Wewe upo katika sehemu ambayo watu wanakuangalia. Kwaona watu wanakuangalia, anasema kuna watu wanaopinga na kuna watu wanao. Lakini sio hawakupendi. Hawezi kukubali wote. Hawezi kukubali. Watu ikifikia watu hawakupendi. Unatamia baba. Mimi najua hiyo. Kukuloga. Sio kukuloga. Mtu akupendi hajakuloga. Hakupendi tu, hajafikia kukuloga bado. Yaani hakupendi. Hakupendi ila kukuloga hajafikia. Kukuloga mtu kukuloga maana yake umeingia kwenye njia yake. Aisa kuna vitu unamsema, kuna vitu unamtukana, unamdhihaki.
au mwanamke wake unadili naye, michongo ambayo unamharibia biashara, unadili na mwanamke wake, sijui umemtishia kitu gani, hapo sasa mtu anaenda huko mambo. Lakini kukupenda akupendi, hiyo haiwezekani. Haiwezekani mtu akupendi afu una maisha yako. Baba, mtu akiwa akupendi upati hata 100. Sasa brother, ni kitu gani ambacho Chidi kama Chidi amewahi kukifanya kwenye maisha yake ambacho anahisi kwa ulimwengu wa sasa hivi kwa wasanii hakuna msanii amewahi kukifanya? Unajua nikiongelea ni kwamba nilifanya kitu fulani afu kisha pita nyuma afu sasa hivi watu wanafanya vitu vikubwa. Kuna kitu tu unaweza ukawahi kufanya ambacho hakuna mtu amefanya. Sijui sasa, unajua enzi zetu kama hivyo unavyokuambia, nilikuwa na kodi ndege enzi zetu, afu mitandao haikuwepo. Kwa hiyo tulikuwa tunashindwa kusema kwamba bwana tumekodi ndege kutoka hapa kwenda hapa, afu ndege imekodiwa. Lakini pia nilikuwa nafanya show mimi siipendi sana hii lakini watu wako nazimia. Walikuwa nazimia. Siipendi sana, inanifanyaga nione na hisi ndo vitu vingi vimesababisha matatizo kupitia hiyo. Yani kwa sababu unajua mtu kuzimia maana yake kakupa wewe hisia na imani. Kwa hiyo ambao umeenda kwa jamaa sasa, bwana mkubwa wetu Godi yako. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya show watu wanazimia, alafu naambiwa leo wamezimia bwana 9, naambia alafu naambia staki. Baadaye wananiambia bwana leo wamezimia 12. Bwana baadaye nikamwambia bwana msiwe mnaniambia. Mimi sitaki kusikia kama watu wamezimia. Msiniambie. Sasa Chidi, mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Enzi zenu mlikuwa mna kodi ndege, ndio? Mpaka sasa hivi sio enzi zetu kwa na kodi ndege. No, mimi nilikuwa na kodi ndege show zangu. Sio mtu mwingine. Sio watu wengine. Sasa hapo kwenye kodi ndege, hizo ndege mimi mwenyewe na kodi, watu wana kodi, wasanii wana kodi, ndio. Sasa wewe ulikuwa una la familia. Hapo nyuma umeniambia ulikuwa una watu karibia 30. Sasa ukikodi ndege, hizi ndege ambazo ni za private huwa hawapandi watu wengi. Ilikuwa inakuaje? Inategemea, unaweza kama kuna show, unajua sio lazima kila mtu aende. Au kwa show zangu mimi mwenyewe ambazo nilikuwa naenda mwenyewe. Kwaona ndege inakodiwa hii, alafu inabidi pia ni force ndege nyingine ikodiwe pia kama kuna watu wangu nataka waende. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kitu ambacho Chidi amewahi kukifanya ambacho ana uhakika sasa hivi hakuna msanii kafanya ni kukodi ndege msafara. Yani kama mimi ambavyo naenda na magari, Chidi anaenda na ndege 2 ambazo zimekodiwa kwa ajili ya yeye na watu wake na familia. No, mimi niko nafanya yani hiyo, hata kama kuna mtu akiongea chumbani kwake au na mke wake au na demu wake au na rafiki yake muongo, yeye mwenyewe anashangaa, anajua time ambayo mimi nilikuwa kwenye niko busy, niko kwenye mzunguko wangu. Hiyo niko nafanya, hiyo inafanyika. Naweza nikaondoka mimi alafu ikaja dude lingine nyuma, alafu mimi naweza dude Chidi ongea vizuri, dude lingine watu waelewi, na maana hapo ni private jet 2, pipa lingine linakuja nyuma, alafu hiyo ni msafara wa ndege. Unafika hoteli alafu unalala. Shai kulala siku moja, kuna msanii mmoja mkubwa sana, brother yangu mmoja, yuko sawa sasa hivi, anaongea, yuko naye pia mitandao, lakini kaniambia bwana tumekuja na ile ya nyuma, nimekuja na bibi, alisema maana mimi nataka kwenda na bibi nani? Akaniambia kuna binti, yani kuna watu nimekuja nao. Kwa hiyo tumekugongea jana, hujafungua mlango. Nilikuwa hoteli moja nafikiri Mwanza, la Cairo ile, kumbuka la Cairo. Bwana nimekugongea, hujafungua mlango, umelala. Kama mmeingia saa ngapi? Ndege yako wewe umetoka wewe, sisi tumefuata
ila wewe ukujua, hatukutaka tukwambie. Hiyo mlikuwa mna private jet mbili na maana. Kama uko kuja na nani? Kama ni mmoja na fulani na fulani. Kama okay. Wako wapi? Fulani actually kalala chumba hiki hapa. Kama okay kwa naona kweli hapa. Sasa umekuja kama ulivyoondoka wewe, sisi tumetoka ile ya nyuma. Kwa hiyo hivyo vilikuwa vitu vya kawaida kwa muda ule. Kwa hiyo wasanii wa sasa hivi wanavokodi private jet, kuna Chidi ambaye enzi hizo hakuna mtandao, hakuna nini. Alikuwa na uwezo wa kwenda kwenye show na private jet 2 mpaka 3, inategemea na watu wanao. Lakini muda vitu. Sawa, lakini umefanya. Mimi nilikuwa natamani wa Tanzania wajue kitu ambacho vitu walivyokuwa wanafanya Chidi. Nimefanya sana. Okay, na katika vitu ambavyo ushawahi kuvifanya mnavijutia ni vitu gani? Kuwa na marafiki. Marafiki najutia sana. Kitu ambacho Chidi anajutia ni kuwa na marafiki. Sana. Complicated. Marafiki kivipi yani? Marafiki wabaya sana. Ndio najutia hiyo. Hiyo najutia. Marafiki hawafai. Hawafai. Kitu ambacho kinachotokea, unajua mimi watu wanavyozungumza, mimi najua kuna watu wakitizama hivyo wanajua mimi pia Chidi kashanifanyia hiki na hiki na muelewa anachosema sasa hivi. Okay. It doesn't matter what kind of life you live right now, but yani watu wanajua mimi najua Chidi hivi. Kwa hiyo marafiki najutia sana. Chidi Benz. Chidi Benz kipindi ambacho yuko kwenye peak ya kuwa na msanii namba 1 Tanzania. Kuna wasanii wengi ambao sasa hivi ni wasanii wengine wakubwa, wengine ni wasanii wa kawaida, lakini wamepita kwenye mikono ya Chidi Benz, na Chidi Benz ndo kahusika kuwafanya wao wawe pale. Chidi Benz amewahi kuanguka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Je, kuna effort zozote ambazo wao kama watu ambao wewe umewahi kufanya kitu kwenye maisha yao wamejaribu kufanya au wamefanya na umeona? Yani ile black and white. Wapo watu wanafanya. Kiukweli wapo watu wanafanya. Na kuna watu hawafanyi. Okay. Lakini umewasaidia. Na ni kawaida hiyo. Yani sio usitegemee eti mtu kila mtu unayemsaidia eti aseme wewe ulisaidia mimi. Lakini wapo watu wanafanya. Wapo vijana wanafanya, na wapo watu wanafanya. Saa zingine pia hao vijana wanajua wanafanya, na wao pia wanaangalia nafanyaje. Yaani mtu hawezi kufanyia. Unajua hela mwanaume, nasemaga hiyo point hiyo kila sehemu, maskani wapi. Hela mwanaume usiitake. Hela mwanaume mwenzio usiitake. Mimi naweza nikakaa na yeye God, simaanishi unipe hela. Kwanza mimi sitaki kuomba hela, unajua. Kwa hiyo simaanishi unipe hela. Yaani simaanishi to shoot video unanipa 300,000 ya mimi. Hatujawahi kufanya kitu kama hicho. Mimi nakupenda wewe kama mshikaji, kama bwana brother ambaye wewe unanipenda mimi. Kuna watu ulisema kuna watu ambao pia wanaongea na mimi kwamba bwana yule vipi? Vipi yani? Hatujakuzoea hivyo. Yani ushikaji wako wewe na yeye vipi yani? Kuna watu kuzoea bali ya hivyo kwamba bwana hatujakuzoea hivyo. Sio wewe yani, si hatujakuzoea. Yani si yani unajua kuna watu we God. Mimi kuna watu wanijua yani Chidi. Hatujakuzoea hivyo. Vipi na yule jamaa vipi? Mbona yani sasa vipi nini yani? Yani kwamba mtu anavyokuambia vipi yani ushamuelewa kwamba bwana vipi ni yule jamaa, wewe na wewe vipi? Lakini mimi naomba kuna mtu ananipenda aoneshi, kwa mtu ananipenda anaonesha. Nika upande gani? Nikimuuza kila mtu hivyo Chidi bwana unajua unaleta siasa. Kuna mtu ananipenda haoneshi kama ananipenda, na weki ripoti zote za kuonyesha kama ananipenda. Alafu mtu ananipenda anaonesha. Nisaidieni, nifanyeje? Yani nifanyeje? Alafu ana madhara, atuongei ujinga, atumuongelei mtu, atumtaji msanii,
aniambii mimi anapataje hela. Kwa mkiniuliza kwanza anapataje hela, yaani bila shida kwa kwanza swali la kuuliza mwanaume anapataje hela naomba nisikize. Kwa aniambii, yani na mimi pia sitaki kujua. Yani mimi sitaki kujua unapataje hela, kwa sababu hata mimi niko napata hela, okay, muziki na usanii, lakini kuna watu wengine wanajua vitu vingine. Kwa hiyo mtu akiniambia na mtu tena, huyo mtu unjua mpaka namuuliza maswali hayo, unjua huyo mtu namheshimu yani. Alafu nashindwa kumwambia ni kutusi. Nashindwa kumpa tusi. Yani kwamba wewe unaniuliza mimi kuhusu yani inakuaje? Hapo na kuheshimu kwa kuuliza swali. Kwa bwana mimi sijui bwana. Kwa hiyo hii dunia iko hivyo God. Umesikia? Hii dunia iko hivyo kwamba usitake kujua mtu ana mazuri ana mabaya. Cha msingi kama mnakaa chini, tunakaa tunakunywa maji, tunapiga story, tunaagiza chakula tunakula, tunatembea, tunaenda pale tunarudi salama. Man, kuna watu hawaishi salama nye. Unajua watu kuna watu hawaishi salama. Hivi tunafanya sisi. Tumekaa tunazungumza tunapiga story. Kuna watu hawaishi salama babu. Kuna watu hawapendani babu. Kabisa. Alafu kuna watu walikuwa pamoja, wamegawanyika na hawapendani, makundi, wasanii nani. Baba, sio tu La Familia. Kuna watu wengi, wasanii wengi na makundi yao na familia zao na sijui nini ziko. Watu hawapo sasa hivi pamoja. Watu wana maindiana mbaya. Kwa hiyo ukiona mnakaa, mnacheka, mnaongea, mnazungumza, mnakula, mnapiga story, mnalala, mnaamka, mnapigana simu, kwapi? Godie, mimi nimelala bana. Uko wapi? Kwa hiyo unaona yani poa anakuja. Yani ujue mko peace. Sizani kama mtakuja eti mpishane. Hiyo kupishana sasa, lakini sizani. Kwa hiyo iko hiyo kwa watu inatokea hiyo. Bwana yule nani bwana, wewe vipi bwana? Sisi tunakujua wewe, hatuja kuzoea hivyo. Wewe unaga unani wewe. Sasa nafikiria sinaga unani ila wewe unakuaga wapi sasa wakati sinaga hao? Sinaga nani yeye? Yani kipindi ambacho siko na chief wewe unakuaga wapi sasa? Kwa hiyo sometimes ni ushikaji tu, umeelewa? Ni love tu inabaki. Kwa hiyo kuna kitu kingine na nahisi pia Watanzania wanaweza kuwa natamani, ila mimi ndo natamani. La Familia wako wapi? Wanahangaika na maisha. Hao yani wewe ndo kiongozi, ndo King Kong, ndo chuma. Sasa kama chuma unatakiwa wanahangaika na maisha. La Familia bado ipo kwani? Hapana. Haipo. La Familia ni mimi. Okay. Watu walikuja. Kwa hiyo watu wanahangaika na maisha. Okay. Wanahangaika na maisha, wanapigana na napenda wanapigana. Wanapigana. Napenda wanapigana. Safi sana wanapigana. Vijana wanapigana. Wanahangaika na maisha. La Familia ilikuwa ina nani chini? Iko na watu wengi. Hapana, iko na watu wengi. Iko na watu wengi. Iko na watu wengi sana. Kweli? Wengi. Sinakwambia wengi. Vijana wengi walikuwa. Kwa hiyo wanahangaika na maisha. Wanapigana. Wanahangaika na maisha. Lakini nampenda Dito kwa sababu Dito Music. Dito ambaye mimi nilikuwa naye. Dito alikuwa na Fandesere, afu baadaye nikakuwa naye. Nampenda Dito, anapigana. Nimeona amezungumza interview fulani EFM nafikiri, kama atukosei kutaja. Nimependa amenionyesha mtu. Yeye amezungumza kama mtu. Bwana, unaona, nampenda kwa sababu ni mpiganaji, afu anajua, akaongea kwamba anajua. Kwa hiyo nampenda Dito. Hao wengine sawa, nawapenda wote pia, na yani lazima niwapende. Nampenda